hiki kinajengea uwezo wanawake, maafisa wa jeshi, polisi, uhamiaji na magereza. Ili wakienda huko basi walete tija ya kuleta amani kwenye maeneo ambayo kuna changamoto za amani. Sasa kumbuka, mwanamke ni mama, mwanamke ni mlezi. Uwepo wao kule utakuwa na uwezo wa kuaminiwa zaidi na wanamama kutoa changamoto zao katika madhira ya ukosefu wa amani. Nchi yetu kwa ujumla na jeshi letu kwa ujumla inaamilika sana kwa ulinzi wa amani. Si wanaume, si wanawake, wote wanaamilika sana kwa ujumla wake katika nchi yetu, maana sisi ni moja ya nchi ambayo inatoa walinzi wa amani wengi sana. Kwa hiyo imani ya Umoja wa Mataifa kwetu ni kubwa sana. Kwa changamoto kwetu sisi ni kuishi kwa amani, kwa imani hiyo ya Umoja wa Mataifa. Itaendelea kulinda amani na kushamana ambako amani hamna, basi sisi tukuchangia kuleta amani kwenye maeneo hayo. Wananchi wa nchi hizo kweli wanatuamini sana. Kama sisi kweli tunataka kulinda amani, kwa mafunzo ndio njia muhimu sana ya kutoa ufahamu wa neno zima la amani. Na kwamba hilo sasa, sababu sisi na uzoefu wa amani, kwenda kule na kupa changamoto zaidi kwamba kumbe amani kitu muhimu, sasa na wenzetu tupate amani. Sehemu ya utekelezaji wa ajenda ya wanawake, amani na usalama, Women, Peace and Security Agenda. Hii inatokana na azimio la Security Council namba 1325 la mwaka 2000 ambalo linasisitiza ushiriki wa wanawake katika ulinzi wa amani. Kwa hiyo kama chuo ni faraja sababu tumepata fursa ya kufundisha wanawake wengi zaidi, na kama mlivyoona wenyewe ushiriki wa wanawake kutoka vyombo vyote vya ulinzi na usalama ni maendeleo makubwa, na inaongeza fursa kwa maafisa na wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama kushiriki katika masuala ya ulinzi wa amani. Mara zote wanawake wanaposhirikishwa kwenye ulinzi wa amani inadhihirisha kwamba misheni ile inakuwa na mafanikio makubwa. Kwa hiyo hakuna mashaka, palipo wanawake misheni zote zimekuwa na mafanikio makubwa sana.